الله وبركاته. ايه؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزدنا مولانا بجاهه وملاك فرج عنا ما نحن فيه. إلهنا لا نسألك القضاء بل نسألك اللطف فيه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن نشكر من يعزه سبحانه وتعالى بذبيحه الإنسانية ونبينا صلى الله عليه وسلم. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutupatia fursa ya kukaa kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika ni neema kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupatia nafasi na wakati wa kukaa kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam zina faida kubwa, zina maana kubwa, zina daraja kubwa. Yatosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia aktharukum alayya salatan aqrabukum minni manzilatan yawm al-qiyamah. Yule ambaye kwamba atamswalia sana ndiye ambaye kwamba atakuwa karibu na mimi zaidi siku ya kiyama. Kwa hiyo kama wewe unataka chance ya kukaa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na umeshafahamu Mtume ni nani na wampenda, wataka kiyama ukae na yeye, anakuwekea sababu moja peke yake, kumswalia sana peke yake. Fanya ibada zako utakazozifanya, lakini ujue chance ya kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema aktharukum alayya salatan, yule atakayeswalia sana. Kwa hivyo tupata nafasi kama hii ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakana tupatilize kuswalia kwa wingi ili tupate hiyo sababu ya kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukionyesha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafaulu, wataka nani zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukae naye siku yako? Ikiwa pepo yenyewe haifunguliwi mlango mpaka yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu akija na wewe kubabuni kwake kwa sababu uko mswalia sana, hiyo ni neema kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amepatia. Kwa hivyo tusichoke kuswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika maulidi yalikuwa mazuri, na kama Victoria alivyosema kwa mara kwanza kuja mimi na kweli ni siku ya kwanza. Na nilikuwa hata sijui nimeswali pahali ya mambo kama ya kweli kuna maulidi, na nilipokuja kutoka yangu. Sasa jambo zuri zaidi ni kwamba tafsiri maulidi yameonyesha watoto. Hii ni neema kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia alimu auladakum mahabbata nabii sallallahu alaihi wasallam. Wafundisheni watoto wenu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huku ndio kufundisha watoto kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuko kasida wasome milango wa maswali ya Rabbana al-Mustafa mwisho. Ndio mapenzi yajaa, mtoto akikulia huwa tayari ameshamvaa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia ndani ya kijana mpaka amekuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio huyo sisi lazima watoto wake wajiukuzi wote wako katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu haya mambo yatakuilata, maana yake baba, babu, mtoto, mjukuu. Sasa ukipata mtoto ameshajazwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hiyo kizazi la yule kijana kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa bahati mbaya mtoto ana mbaya ya kupiga haya, basi ni hatari, maana kizazi chote yeye atazaa kumshauri mzaa kwa pengine alifai, na alozaliwa kwa kumshauri atakapokumzaa alifai, itaendelea kwa haifai basi ya huo ni hasara kubwa. Ile hatari huwa ni mbaya sana. Kwa hiyo ukipata namna hiyo mbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bahati kubwa na ni faida ya watoto wenyewe na kwa katika muda ya mambo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipenda watu na hata kama umekosewa vibaya, samehe zako kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mdogo tu ambapo kuna maana kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Maka kugura kwenda Madina na jamaa wakamdharau wafanya kila ubaya, na baadaye alirudi Maka Mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi kubwa, akaja kafathi Maka. Ikawa wao sasa waliomtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekuwa wanyonge kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, je, mnataka niwafanye nini sasa? Nimetoa nyinyi hapa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hana haja kusifiwa, aliwaambia tu idhabu fa antum tulaqa, naendeni niwasamehe. Hebu angalia mtu afanye vipi vya uji wako ule mwingine unaendelea kukulimaisha, kisha upate nguvu za kurudi pale na ukawa wewe una jeshi zaidi ya 10,000 umekufuata nyuma, kisha baadaye yule ukutoa mwambie msamehe zako.
Kwani imani manake ina akhlaqi ya hali ya juu. Kwa hivyo katika jumla ya maisha tunayopata kwa maswahaba, inshallah tuwe na tabia ya kusamehe ili tupate kuwa na mwondoko na tupate kuzishika tabia za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimesimama kwa sababu ya amri, na kama itakuwa nimekosea bahati mbaya, kwa sababu kuna wenzangu wako hapa. Nakwambia yakija usoni utaje limani Unaonyesha hapo. Allahu sallallahu